Jenzi wa Kenya kiboko wewe. Hawachekeshi. Yaani wewe mwanasiasa unaleta tenti, hawakuelewi babu. Wanabeba tenti wanaondoka. Wewe siasa zako utafanya jua kali. Unachomeka na jua. Akufukuzea kwambii toka hiyo. Watu wamesepa na tenti mjomba. Oh no! Oh no! One down! Watoto wanachoma shule. They are the same people that will be in these streets in the next 4 years. They will be done with school. Bas. Or even 1 year, because they are those in Form 4. 1 year. Immediately after 2027. Some of them will vote in 2027. Yeah. These are not people you reason na unaambia story. Unaona? Hao wenye waliingia parliament walikuwa wanachoma shule 2013. Do you remember? These ones that are coming. Oh my God. Oh my goodness. Trouble. If we do not solve this problem in 2027 by use of a vote, how do you convince that young person in 2029 that a vote will bring change? Hakuna! Wakenya ile kitu ambao wanaogopa Mwenyezi Mungu, wanaogopa kushinda njaa, wanaogopa ujimoto, wanaogopa low battery na wanaogopa kosa data. Kwa hivyo ukitaka kuwaweza Wakenya, hakikisha kitu ya kwanza wana njaa. Badala uende ukawarushie mabomu, hakikisha unawarushia ujimoto. Maana yake wanaogopa ujimoto. Hakikisha hamna stima kabisa, umeme hamna. Wanakuwa na low battery kabisa. Na hakikisha kampuni zote za kununua salio ya kununua data hakikisha imefungwa. Hivyo ndio utawaweza Wakenya peke yake. Lakini Rais Ruto ukifanya aje sijui unafanya nini, hutawaweza Wakenya. Hii ndio njia peke yake nisha kupatia kuwaweza Wakenya. Ukitaka kuweza Wakenya, fuatia hizi njia yenye wameandika, utawaweza. Kenya ni sehemu ambayo Mungu anasubiria ikikaa sawa tu arudi. Haya, Sikieni uongo. Killer chief in the next 6 months. Right guys, welcome back to our YouTube channel. So of course, as I always tell you, Gen Z ya Kenya ni Gen Z tofauti sana. This is a unique generation. Like this is a generation that kama hawataki kitu, you will never force them. If they say no, it's a no. Hata uruke juu, hata uwapatie pesa, hata ufanye nini, they will just stick to that no. So of course mnajua saa hii majenzi karibu almost all of them are saying one term. Wanasema Ruto ni one term. So kulikuwa na hii mkutano ilikuwa inafanyika Said za Nyamira huko, na ulikuwa ni watu wa UDA, watu wa 2 term. So imagine jenzi walikuja, hata wakuleta vita ama hapa nini ama nini, no, they just took the tent na wakaambia watu mjue ni one term. Ni ngorio design, wakachukua tent wakaenda nayo. So hata kama shwali tent, yani tent imechukuliwa, watu wanatembea nao kwa barabara, unaweza fikiria hata sijui ni kitu gani wamebeba. Imebebwa na huku kila mtu amebeba side yake. So Tanzania wanaona hizi video wanashangaa, yani hawa watu ni nini waogopi? Ni nini waogopi? Ni nini wanaogopa hawa wase? Like they can't even, they fear nothing. Now that's the generation bwana. Hiyo generation hii ni generation hatari. Hii ni ile generation ulikuwa unasoma na walimu wanawaambia utadu. Otherwise listen to some of the videos, then we'll come back and talk. But don't forget to support the channel. Kenya nye mpo level zenyu. Mpo level zenyu. Hakuna mtu anawafikia Wakenya. Wakenya hamna mtu anawafikia. Nye mpo level zenyu. Yani hawa walikuja wakapata, kuna mkutano imeandaliwa ya watu ambao wanasema rais anaenda tamu miwili, yani 2 term. Wakakuja badala ya kufanya kitu chochote walishika hiyo hema, yani tenti, wakaibeba wakaondoka nayo. Na huyo mtu wa gari akapita katikati, unajua? Yani huyo mtu wa gari pia Mkenya huyo, ujue huyo. Anapita katikati, yani Wakenya nimekubali kabisa. Nyie mpo level zenyu, mpo level za juu. Mpo level za juu. Nyinyi watu wa Nyamira iko ifike hapo. Sasa mnapeleka tent ya wenyewe wapi mkisemanga one time? Sasa kusema one time ni haki yako, lakini kubeba tent
hiyo haki ni ya nini? Ya mtu mwenye alikuwa amenunua hiyo tent. Because na kila saa inakuwa ni wakisi. Lazima wawakilishi. Sasa tent hadi mnafanya gari zipitie kwa kivuli. Tent mnapeleka wapi? Sasa hiyo tent hata iko wapi sana? Hebu mrudishe hiyo tent huko. Kwa nini? Na wakimbia wakisema Sifuna one time. Si ni sawa kila mtu anapenda Sifuna, lakini yenyu sasa inakaa ni kama mnamtaka peke yenu. No. Watu wa Nyamira mpunguze. No. Hizi kuwa Ai, ukipatana na njenzi yeyote mwenye akona kaukabila, wewe jua tu huyo ni kaushamba kana msumbua. Huyo ni mgeni town. Akikaa town, hakuna hata mtu atamwambia. Yeye mwenyewe atarealize, we don't do that here. Jenzi wanakuanga na kaujuaji fulani kenye hata kama saa nyingine kanasumbua ni kazuri na kana wawakia. Hata kama saa zingine ni kakitu kana kaasirisha sana. Kuna siku nimejaribu kuadvise Jenzi, akaniambia si kila mtu atumie advice yake. Nikakasirika, alafu nikarealize labda ako right. Labda ameniangalia hivi kutoka juu mpaka chini akaona hakuna kitu kwa life yangu yenye yeye anatamani. So nikatulia tu. Kwani nitafanya nini? Labda sasa nimgonge ndio sasa realize. Huyu anafaa kuniadvise. Hiyo ujuaji ya Gen Z na kichwa ngumu. Kwanza kichwa ngumu. A lot of times inaweza come off as very rude. Lakini tukiweka ego zetu za millennials na Gen X za takataka kando, tusikize kitu anajaribu kusema in a very rude way, mara nyingi utapata ako right. Juu hakuna vile utashova around Gen Z kwa ofisi unampea kazi zenye yeye ya kusign kufanya. Sijui umefanya ile. Can you figure it out? I have not been paid to figure that out. Millennials sisi hata tukiambiwa pia utakimbia uchukue mtoto wangu ndio ametoka shule na msichana wa kazi hayuko. Sisi tutakimbia haraka juu sisi tulikuwa tu tumezubaa. Na disadvantage ya hiyo ni ati tulikuwa tuna take longer kumaster hata skills za ile kitu yenye sisi wenyewe tunataka kufanya. Because you are all over trying to please people. Gen Z anakonda na kitu moja. Juzi nimeita plan. Ni mbaya. Ni mbaya. Watu wa Nyamira wameamua ni one time. Kisema tu tamuna pigo mbaya. Wekelea mawe. Nyinyi wase, hebu tuwache hii video. Let's carry it together. Wow, this is heavy. We did it, Sifuna. Yani kampeni ya this time round inaenda kuwa ingine funny sana. Mpaka watoto, yani mna create video za watoto. They must know who is Sifuna. So ni jina wanakumbuka. Ai! Hii generation naye ni tofauti sana. Nyi guys. Sasa mmeamua hadi watoto watajua. Fantastic. Mimi sina say. Mwenye aliunda hii video. Yani ana market Sifuna kwa watoto. Watoto wanajua who is the sixth Sifuna. Rais, na unajua jukumu la kupenda rais ni bibi yake na watoto wake na watu wao. Sio jukumu la Wakenya kumpenda. Hakuna mahali kikatiba ama kwa sheria yote Wakenya wanafaa kupenda kiongozi yote. Kuna kama mimi nimeona ameanza kutengeneza na kana nifurahisha. Na si vizuri kucheka peke yako. So kama ilivyo desturi na ada yangu, okay. Ada sijui kama inafaa kwa hapo. But kama ilivyo desturi yangu, let me show you. Tucheke kwa pamoja. Ati siku hizi Kasongo wako mpaka kwa mawingu. Pole liaka kashado akakilia. Acheni niwaonyeshe ingine. Ati unaita watu wa kanisa mapepo, unapata Angel Gabriel amekupost kwa mawingu. Imagine tuchukue commercial break. Sometimes naangalianga Kenya hivi naona ni kama Kenya si ya ukweli. Kenya ni place mtu anaboeka. Anachukua
simu yake anapigia watu wa kuzima moto. Nawaambia kujeni, harakisheni, hadi wanawaambia location. Wakifika wanapata ni mtu mwenye amelewa, amekaa chini, hata hajui mahali yako. Anaulizwa moto iko wapi? Nawaambia tulieni hapo, maybe itawaka. Tulieni hapo, moto inaweza waka, nyika tu hapo. Najambia mimi nitulie hapa, moto inaweza waka. Campaign yetu tunaanza like 1 year to elections. Nakwambia Gen Zs watachukua kura, hamtaamini. Our parents, kabla nifunge, let me address our parents, please. When election dates are announced like this, please tell us where you want to go for vacation, tutalipa. We do not want to see you hapo kwa ballot hata kidogo, because you have proven to us time and again that you are not to be trusted. Our parents mumetuangusha. As recent as juzi, vijana wenu wanauliwa hapa parliament wakipigania haki zenu, then nawaona hapo mkishangilia mtu. Mumelipwa how much? Kuna video nimeona hapo mnashangilia mtu hapa ametuingiza kwa shimo na mnamshangilia hapo. Kumbafu zingine na waona wakibeba marungu huko, ati sijui wameambiwa mnadanganywa na mumeona hiyo upuzi. Bana, hata hatujazika watu wenye wamekufa parliament. Naona vijizee wamebeba marungu kwa street. Ati are you stupid? Akia Mungu, we will make sure hiyo siku ya elections tumewapatia kazi. Mutaenda holiday, tutawapeleka hizo maunini, muende muangalie mandhari, musikie vizuri. Leave everything to us, because you have shown us time and again that nyinyi affairs za hii country amujui na amujali. Kama kuna watu wenye wamekuwa wakiturudisha nyuma ni generations zingine, and see we respect them very much, by the way, respect them, but unajua sijui ni fear wanakuga nayo ama sijui ni like, and they're also very tribal. By the way, it's time Kenyans kwanza Gen Z bana, mimi sai Gen Z mwenye na ati yako tribal na kuangalia tu hivyo na I'm like, bro, what are you doing, man? Like, this is a time that you are not supposed to be tribal at all. But the good thing is this generation, unajua ni generation yenye unajua kitambo watu walikuwa wanasoma kila mtu anasoma kaunti yake, but siku hizi watu wana intermingle, wale wanasoma shule moja kabila tofauti. So I believe this is a very different generation. Hii ni generation yenye wanajua Mkikuyu si mtu mbaya, Mjaluo si mtu mbaya, like we can unite, tunaweza kula pamoja, we can be friends with each other, we can marry each other. Si kama kitambo ulikuwa hata ukipeleka kabila ingine kwenye uzazi anakuuliza maswali mingi. Siku hizi nani who cares bana? As long as you are happy. And this is a generation that is going to change this country. Not this any generation fire. If you unite the way we united na tukaenda parliament, we can unite and change this country to remove bad leaders and start a new fresh in this country. So otherwise, tell me your opinion down in the comment section. Don't forget subscribe, don't forget like, don't forget support this YouTube channel. See you in the next video.